Somo la kwanza, karibuni kwenye somo letu la kwanza juu ya mada yetu inayoitwa utangulizi juu ya teknolojia saidizi pamoja na visoma screen. Kwa Kiingereza wanaita Introduction to Assistive Technologies and Screen Readers. Kukuendeshea mada hizi au mfululizo wa masomo haya utakuwa nami Bwana Emmanuel Eliam Hewa. Labda kwa baadaye nitakuwa nikishirikiana na watu kadhaa. Lengo la kipindi hiki kwa siku hii ya leo, ningependa uweze kupata uelewa zaidi juu ya mambo kadhaa. Kwanza, nini maana ya teknolojia saidizi? Pili, nini maana ya visoma screen? Tatu, aina za teknolojia saidizi. Lakini 4, aina za visoma screen. Ni matumaini yangu mpaka mwisho wa kipindi hiki utakuwa umeweza kupata vitu vikubwa 4. Tuanze na maana ya neno teknolojia saidizi au kwa Kiingereza wanaita assistive technologies. Teknolojia saidizi inaweza ikawa ni kifaa au programu ambayo inamsaidia mtu yeyote katika kukidhi mahitaji yake, aidha kwenye kazi au kutembea au kitu chochote kile anachokifikiria kukifanya. Kwa muktadha wa mafunzo haya, teknolojia saidizi ni programu au vifaa au nyenzo ambayo inamsaidia mtu yeyote mwenye ulemavu kutimiza majukumu yake au kitu kinachomsaidia mtu yeyote mwenye ulemavu kufanya kazi yake. Kwa mantiki hiyo basi, watu wamegawanya hizi teknolojia. Kuna wengine wamegawanya katika aina mbili: teknolojia za hali ya chini na teknolojia za hali ya juu. Kwa Kiingereza wanasema low technology and high technology. Unaweza kujiuliza, je, low technology ni zipi? Low technology nyingi yazo huwa zina sifa kwanza ya kutokutumia umeme. Mfano, wheelchair nyingi za zamani zimetengenezwa kwa kutokutumia umeme. Lakini je, mfano gani wa teknolojia ya juu au high technology? Sasa hivi kuna kitu kinaitwa scooters. Hizi ziko motorized, zina umeme. Hizi hazipo kwenye upande wa low technology au teknolojia ya chini. Kompyuta ambayo imesakinishwa na kisoma screen au kwa lugha nyingine, kompyuta ambayo imekuwa installed na screen reader, hiyo ni teknolojia ya hali ya juu. Au Waingereza wanasema hiyo ni high technology. Kompyuta aidha mpakato au ya mezani ambayo ina dictation, hiyo ni teknolojia ya hali ya juu. Kwenye maisha ya siku hizi watu wengi wanatumia kompyuta. Kwa maana hiyo basi, asiyeona, mwenye uwezo wa kuona kabisa au mwenye uoni hafifu anaweza akatumia kompyuta kwa kutumia teknolojia saidizi kama kisoma screen au screen reader au magnifier au kikuza screen kwa lugha ya Kiswahili. Kwa haya ndio makundi makubwa ambayo watu wengi wanayagawa: teknolojia za hali ya chini ambazo hazitumii umeme na teknolojia za hali ya juu ambazo zinatumia umeme. Hiyo ndiyo definition ya teknolojia saidizi. Nini maana ya kisoma screen au screen reader? Screen reader ni programu ambayo inamsaidia mtu yeyote asiyeona kutumia kompyuta yake au kusoma kitu chochote ambacho kinaonyeshwa kwenye kompyuta yake au screen yake kwa kupitia njia ya sauti. Wenye lugha yao wanasema ni programu ambayo inatumia text to speech ambayo iko installed na synthesizer ili kuweza kutoa sauti. Hiyo ndo maana ya screen reader au kusoma screen. Kwa muktadha wasiyeona, teknolojia saidizi licha ya screen reader au kusoma screen, kuna hardware nyingine. Hardware hizi zinaitwa refreshable braille displays. Mwanzo nilisema teknolojia saidizi inaweza kuwa programu au inaweza kifaa au nyenzo. Sasa kwa upande wa wasiyeona, kuna kifaa kinaitwa refreshable braille display. Hii inagusika au wazungu wanasema ni hardware, ambayo kazi yake kubwa, unapoiconnect na kompyuta yako, aidha iwe ni tarakilishi mpakato au ile ya mezani, ukiunganisha pamoja na hicho kifaa kinachoitwa refreshable braille display, hicho kifaa kinakuwa kinatoa maandishi ya braille ya kupapasa na kinakuwa kinaonyesha kile kinachoonekana pale kwenye screen ya kompyuta yako. Kwa maana hiyo basi, unaweza ukazima screen reader yako halafu ukaanza kutumia hicho kifaa ambacho ni hardware kinachoitwa refreshable braille display. Sasa basi, screen reader zote, mojawapo ya sifa ya screen reader za kisasa, lazima ziwe zimejumuisha viendesha hiyo software au programu kwa ajili ya kuisoma refreshable braille display.
Maana yake ni kwamba unapotumia screen reader yako hauizimi hiyo screen reader, ila unatoa sauti tu, utatoa sauti. Mbeleni tutakapoendelea na somo la pili nitakuonyesha jinsi refreshable braille display inavyoweza kufanya kazi. Hardware hizi zenye majina ya refreshable braille displays zimetengenezwa na makampuni mbalimbali. Mfano, Freedom Scientific wana refreshable braille displays nyingi, lakini ya sasa ambayo inatumika sana, ambayo ni kisasa, inaitwa L-Braille. L-Braille. Kifaa hiki kimeunganishwa pamoja na hiyo refreshable braille display kwa chini, lakini kimesakinishwa na Windows 10 ambayo ni kisasa kabisa. Kwa hiyo ukinunua kifaa hicho kinachoitwa L-Braille utakuwa na faida mbili. Faida ya kwanza, utapata Windows 10, lakini ya pili utapata na hiyo refreshable braille display. Unaweza ukaupo kwenye daladala, hautaki kelele wala hutaki kuvaa earphone, kwa sababu utakuwa unatumia sauti. Unaweza kuzima ile sauti, lakini uko unatumia pale chini kwenye hiyo refreshable braille display. Hao ni watu Freedom Scientific. Licha ya L-Braille wana vifaa vingi au wana refreshable braille displays nyingi sana. Kampuni nyingine ambayo inasifika kwa utengenezaji wa refreshable braille displays ni Humanware. Humanware kama ilivyokuwa na Freedom Scientific, na wenyewe wana refreshable braille displays nyingi. Mfano ya kisasa kabisa inaitwa Humanware Braille Note Touch Plus. Humanware Braille Note Touch Plus. Kabla ya hiyo kulikuwa kuna Humanware Braille Note Touch, hakukuwa na neno plus. Wale wa Freedom Scientific walisema tutaingia mkataba na watu wa Microsoft, lakini hawa wa Humanware wakasema tutaingia mkataba na watu wa Android au Google. Kwa hiyo ukichukua Humanware Braille Note Touch Plus utapata hiyo refreshable braille display, lakini utakuwa umesakinisha program inayoitwa Android. Tena ni Android version ya 8. Kwa hiyo basi ni kama tablet hiyo Humanware Braille Note Touch, lakini unafanya mambo yote. Bei zao hawa watu zina range kuanzia $3,000 na kupanda juu. Na bei ya mwisho ni kama $6,000 hivi. Ukipiga hesabu $3,000 ni kama $6 na mpaka $13,000. Lakini pia kwenye upande mwingine niseme kwamba kuna vitu vinaitwa CCTVs. Hizi ni hardware kwa sababu zinagusika, zinamsaidia mtu mwenye uoni hafifu kusoma documents zake. Zipo nyingi na zenyewe pia kulingana na yale ya makampuni yetu. Freedom wanaweza kwao, Humanware wanaweza kwao. Kwa hiyo unaweza pia ukatembelea hizi page zao au tovuti zao kwa ajili ya kuweza kuangalia zaidi. Kwa hiyo basi hizi ni sampuli za hardware ambazo zipo kwenye mfumo wa teknolojia saidizi, hususan kwa wasioona, na hii inaakisi muktadha wa mafunzo yetu ya Wana Access Tech Help and Support. Tuje kwenye upande wa software au wanaita programu. Tulizungumza kidogo, nilikupa tafsiri ya neno ukisoma screen au screen reader kwa Kiingereza. Screen reader ni programu ambayo inamsaidia asiyeona kutumia kompyuta yake au kusoma kinachoonekana kwenye screen, lakini kinafanyaje au kinasomaje? Kinasoma kwa njia ya kutoa sauti. Wajuzi wengi wamegawanya hivi visoma screen kwenye upande wa aina mbili tu, zile ambazo ni za bure na zile ambazo ni za kununua. Nianze na kuelezea zile za kununua. Duniani programu hizi ziko nyingi sana, lakini zile maarufu au zinazotumika au zinazopendwa sana ni kubwa mbili ambazo ni za kununua. Ya kwanza inaitwa JAWS, JAWS, lakini ni kwa herufi kubwa, yenye tafsiri ya kwamba J inasimama kwa niaba ya job, JOB, A inasimama kwa niaba ya access, W inasimama kwa niaba ya with, na S inasimama badala ya speech. Ukiunganisha herufi hizi nne unapata maneno haya manne: job access with speech, fanya kazi au pata hicho kitu kwa njia ya sauti. Job access with speech. Kwa mantiki hiyo basi, hii ni programu ambayo ilitengenezwa na watu wa Freedom Scientific miaka mingi, kuanzia miaka 89 huko. Kadiri siku zinazozidi kwenda, wanazidi kuimarisha programu hii. Kulikuwa kuna JAWS version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ikaendelea mpaka JAWS 18.
Lakini mwaka 2019 waliamua kubadilisha mfumo, wakaanza kuita programu hizi kulingana na miaka. Kuna JAWS 2019, JAWS 2020, na ndivyo itakavyokuwa kiendelea kupewa jina. Hii programu imegawanyika kwa aina mbili. Kuna home license au leseni ya nyumbani, ikiwa na maana kwamba kama hauna vitu vingi vya kufanya, hauna matumizi mengi makubwa, wewe utawekewa tu hiyo home license au leseni ya nyumbani, na bei yake inakuwa ni rahisi kidogo. Lakini kuna ile ya kitaalamu au professional license, JAWS professional. Hii ni bei ya juu kidogo. Kiutendaji, kwa mimi mtazamo wangu, naona vyote viko sawa tu. Hiyo ni JAWS access with speech. Bei zake zina range kuanzia $700 mpaka $1500 mpaka $2000. Unawezaje kununua JAWS? Ili uweze kupata leseni yako ya JAWS, una njia mbili za kununua. Njia ya kwanza, uwasiliane na dealer au msambazaji wa programu hiyo kwa Afrika ya Mashariki. Utampataje? Utaenda kwenye tovuti yao www.freedomscientific.com. Utaona kwenye sehemu pale kwa dealers, utatafuta upande wako wa Afrika Mashariki. Then kutakuwa na namba za simu, email address yake, mtawasiliana naye, halafu mtajua jinsi ya kuendelea na mawasiliano yenu. Lakini njia ya pili, unaweza kununua kwa njia ya website. Kuna kitu kinaitwa online store au store kwa njia ya mtandao. Ukienda pale, utaweka vitu vyako vyote, details zako, kadi ya benki na nini na kila kitu. Ukishamaliza, ukibonyeza kuweka order, utapata leseni yako, lakini baada ya kushakata hela zao tayari. Kwa hizo ni njia kubwa mbili za ununuaji. Lakini pia kuna leseni ya wanafunzi. Wanafunzi wanaweza wakapata leseni yao, lakini bado ipo kwenye upande wa nchi za wenzetu Marekani na Canada. Itakuja na sisi kwetu baadaye. Mfano sasa hivi wanafurahia leseni bure, kuna hii offer ya COVID-19. Lakini kwa sisi tunaambiwa tuwasiliane na dealers wetu. Kwa hii ni JAWS access with speech au JAWS wapendwa. Nije kwenye programu nyingine ambayo inauzwa, inaitwa Dolphin. Hii ni programu kama ilivyokuwa JAWS. JAWS iko Marekani na kampuni ya Freedom Scientific, lakini siku hizi inaitwa Vespero. Wameita hivyo kwa sababu sasa hivi imeungana na makampuni mbalimbali kutengeneza products kadhaa, lakini sasa hivi wanaita Vespero. Nije kwenye upande wa programu nyingine inaitwa Dolphin. Ni programu ambayo inatengenezwa na watu wa Dolphin pia. Maskani yao ni Uingereza. Kwa hiyo na yeye pia ukitaka kununua, unaenda kwenye mtandao wao, utaweka details zako au mambo yako yote, account na nini, vitu kama hivyo. Then unanunua mtandaoni, kisha naendelea. Au ukitaka unaweza kutafuta dealer kama ilivyokuwa kwenye Freedom Scientific. Hizo ni programu mbili ambazo watu wengi wanazipenda na zina umaarufu mkubwa kwa watu wenye ulemavu Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Kwenye upande wa programu ambazo ni za bure, nianze na NVDA, Non-Visual Desktop Access. Wengi wetu najua tunaijua. Hii imeanzishwa Australia mnamo mwaka 2006 na wasiona wawili. Wakatengeneza kampuni wakaita NV Access. Na lengo kubwa la kuanzisha kampuni hii na projekti hii ilikuwa ni kuwasaidia wasiona ambao hawawezi kumudu gharama za kusoma screen ambavyo ni ghali sana. Ukiniambia sasa hivi ninunue kusoma screen $1200, ni kama ina range kwenye $2,500,000 hivi au 6. Je, ni wangapi wangeweza kutumia programu kama hizi? Au tungeishia kuendelea kuwasaidia wanaoona kutusaidia kusoma au kusoma email zetu mbalimbali? Na ndio maana hawa ndugu wawili, I think Michael Carey na jamaa wake, wakasema okay, ngoja tutengeneze programu ambayo itakuwa inawasaidia wasioona kwenye kutumia kompyuta zao. Wakasema tutaiita Non-Visual Desktop Access NVDA. Kwa sasa toka 2006 kopi nyingi zimetoka na mpaka sasa hivi tuko kwenye NVDA toleo la mwaka 2020. Ukitaka kupata kopi yako ya bure ya NVDA, nenda kwenye www.nvaccess.org. Halafu utaenda sehemu iliyoandikwa download. Utajaza email address yako, baadaye utabonyeza next, baadaye utabonyeza sehemu nyingine download. Then utaanza kupakua kopi yako ya NVDA toleo la 2026. Kuna system access na yenyewe ni programu na programu nyingine nyingi, lakini programu maarufu na programu kubwa ni hizo kwa sasa, ambazo unachagua sasa la either kwenda kununua JAWS au Dolphin au
kwenda kwenye bure ili ujaribu kwenye NVDA, ambazo ni programu maarufu na programu kubwa ambazo zinatumika kwa watu wote. Kwa maana hiyo basi, naamini utakuwa umeelewa sasa nini maana programu za visoma screen, lakini pia utakuwa umepata uelewa juu ya maana ya teknolojia saidizi kwenye upande wa hardware. Kwa wasioona, nimezungumzia refreshable braille displays. Kwa maana hiyo basi, kipindi kitakachofuata nitaanza kuizungumzia NVDA. Nitaenda kidogo kwenye jinsi ya kuset NVDA. Nitaendelea kuelezea kipengele kimoja baada ya kingine, na naamini utakuwa umeweza kuiset NVDA yako vizuri kwa ajili ya matumizi, japokuwa unajua, lakini na kuongezea zaidi na zaidi. Endelea kuwa nami kwenye masomo ya teknolojia saidizi pamoja na visoma screen, lakini pia usisahau kujiunga nami siku za Alhamis pamoja na Jumamosi kwenye social media au mitandao ya kijamii kwa iOS pamoja na Windows. Huko pia tutakuwa tuna mazungumzo mazuri na tutaangalia mitandao ya kijamii mmoja baada ya mwingine kwa njia ya simu na kwa njia ya laptop au kompyuta zetu. Kwa hiyo basi, nakuomba uendelee kukaa na mimi muda wote, siku 3 za wiki, Jumanne, Alhamis na Jumamosi. Kwa njia hii sitabadili mfumo. Nikutakieni asubuhi njema iliyotulia, asubuhi mwanana iliyobarikiwa. Ila kama una swali, unaweza kutupia swali lako kwenye group letu la Access Tech Help and Support, au ukanipigia kwenye namba zangu za simu ambazo zipo kwenye grupu. Ninatakia asubuhi njema. Mungu awabariki. Amen.